Ah, ni saa 8 usiku jamani, leo sikutaka kabisa kuweka excuse yoyote. Siku ipite bila kurekodi, imenibidi tu leo nirekodi saa 8 usiku. Leo nataka kuongelea kuhusu swala la competition. Watu wanachanganya sana neno competition. Hawajui jinsi ya kulidefine neno competition. Wanachukulia kwamba competition ni chuki au ni ugomvi baina ya mtu fulani na mtu mwingine ambao wanafanya kitu fulani. Lakini sio kitu sahihi. Na tasnia nyingi zimekuwa ziendelei kwa sababu ya competition. Hivyo hivyo swala la kutokuelewa vizuri definition ya competition. Unakuta mtu yupo kwenye tasnia fulani kwa sababu yeye ni leading, ndio anaongoza kwenye hiyo tasnia. Haina watu wengi ambao wanafanya kitu kama anachokifanya yeye. Basi anakuwa anaficha skills alizonazo. Hataki kufundisha generation nyingine kwa sababu anaamini kwamba watakuja kumchallenge. Anataka tu kuwa juu pale peke yake. Anasahau au ajui kwamba competition inaleta ukuaji mkubwa kwake na kwa watu wengine. Kwa sababu gani? Kusipokuwa na competition, ina maana watu watakuwa na consume kitu kile kile wakati wote. Kitu kile kile kwa kurudiarudia kwa sababu hakuna option ya vitu vingine. Kwa hiyo mtu anakosa ile wanaita competitive advantage. Anakosa advantage ya competition. Competition pia ina advantage. Kwa mfano, kitu kilicho trendi sana kwa kipindi hichi cha muda mfupi ni kuhusu swala la content creation. Watu wengi sana wana create content. Na ukiangalia namba ya content creators hapa Tanzania ni ndogo sana. Waliofanikiwa ni wachache na ndio wanadominate. Kila siku wanatuambia jamani, tengenezeni content, kwenye content kuna hela. Mimi nimetoka kununua gari langu hili hapa, au nalipwa shilingi milioni ngapi kila nikifanya kitu fulani, au nikifanya hivi mimi na hela. Anashindwa kwa sababu anaogopa competition. Anashindwa kuwapa watu ni namna gani yeye anapata hela. Anasema tu ana hela, au anashauri tufanyeni content, lakini anashindwa kuwa mwalimu, anashindwa kuwa kiongozi, kuongoza watu wale ambao wanaanza step, kwamba unapoanza kutengeneza content, anza na kitu fulani, utakutana na kitu fulani kigumu, utakutana na kitu fulani, hicho ndio kitu muhimu zaidi ya kuonesha outcome tu. Ukionyesha outcome watakuwa tu concentrated na ile outcome ambayo umeipata. Hawatojua jinsi gani ya kufika kule. Watakuwa wanafanya makosa mengi sana. Kwa hiyo jamani, content creators au watu wengine ambao mpo kwenye tasnia, ambao mmedominate, jitahidini sana kuwafundisha watu wengine wanaoanza ili waweze kufanyaje, kuingia kwenye hiyo tasnia, ili kuleta faida ya competition. Content creator, unatengeneza content. Watu wote ambao wanafuatia content pale wanakushumu content yako, si ndio? Ina maana wakichoka kusikiza content zako, hawasikizi content tena. Unakosa advantage kutoka kwa watu wengine. Ila tasnia yako ya content ikiwa na watu wengi, it means mtu anapo consume sana content zako anakuwa kuna muda fulani anakuwa kama satisfied. Kuna muda fulani kama utakuwa na repetitive, utakuwa unarudia zile content ambazo unazitoa, ataenda kusikiliza watu wengine. Zipo anasikiliza watu wengine, za moyo una grow na unapata idea nyingine tofauti na tofauti. Atamsikiliza huyu mtu mwingine, atatoka atakuja kusikiza mtu mwingine, cycle yako itarudi tu tena kwako kwa sababu amepitia kuwasikiliza watu wengi. Kila mmoja ana generate fan base yake. Mwingine ana generate fan base yake. Kila mtu sasa kunapokuwa kuna collaboration au kuna competition kwa kila mtu, kunakuwa kuna kupokezana kwa mashabiki. Anakuwa shabiki ni kama muziki, uweze kukaa muda wote unamsikiliza msanii mmoja, kwa sababu test yake itakuwa inapungua kadri ya jinsi unavyomsikiliza. Kwa hiyo utatoka kwa msanii huyu
utamsikiza msanii mwingine, kutoka kwa msanii huyu utaenda kwa msanii mwingine, hivyo hivyo. Ndio kitu kikubwa kwenye swala la competition. Haya, mtu alio juu yako unamchukia kwa sababu mnafanya kitu kimoja. Competition ni kitu kizuri, kuwa bora zaidi ya mwenzako ni kitu kizuri, lakini kisikufanye umchukie huyo mtu kwa sababu anafanya vizuri zaidi yako. Chuki haiwezi ukamshinda mtu kwa sababu unamchukia. Yaani unafanya kitu kimoja, kitendo tu cha kumchukia tayari umeshashindwa. Kwa hiyo jamani, ushirikiano tunaona wenzetu nje, kwa mfano kwenye tasnia ya podcast, unaona ushirikiano walionao. Mtu week in week out, best person kwenye podcast anamuoji best person kwenye podcast nyingine, best person kwenye podcast hii anamuoji hii. Ukiangalia Psycho, Galivi ameshahojiwa na Alex Amozi ameshamuoji Mel Gibson ameshamuoji nani huyu, ameshamuoji nani. Inaenda inazunguka hivyo, kwa sababu ni community ambayo wanajua wana compete, lakini wanajua ili tasnia yao kukua lazima wawe na kitu kimoja, na wanaamini kwamba competition sio kuchukia mtu, sio kumdidimiza. Wanashauriana face to face, kwa kitu unachokifanya ongeza hichi, na huyu anamshauri huyu, wanakuwa wote, japo kila mmoja anaonesha effort yake kwamba mwaka huu bwana mimi nimeachieve hivi, nimepata streams fulani, ulikuwa mwaka bora kwangu. Mwaka unaofuata ukiwa mwaka bora kwa mtu mwingine, wana appreciate. Niliona wanataja nomination, mtu anayesikiliza nomination, kila jina analolitaja ni rafiki yake, kila jina linalotajwa ni mtu anayemjua, kila jina linalotajwa anasimama anapiga makofi, anashukuru, anasema bora na fulani kaingia kwenye nomination. Ila sisi huku wenzetu Tanzania, ukisikia fulani kaingia kwenye nomination unastahili, unakasirika. Mimi tu kwenye zile nomination ndio hivi na hivi. Hakustahili. Wewe ukimwangalia yule kitu kazi aliyofanya mwaka huu, unaweza kulinganisha na kazi ambazo mimi nimezifanya mwaka huu. Tunaangalia kwenye ushindi wa tuzo. Mtu anabeba tuzo labda actor bora, akienda pale kuongea presentation anasema kabisa huu mwaka ulikuwa mgumu. Nimekuwa nikiangalia movie fulani ya competitor yake, nikiangalia performance aliyofanya is a top tier, hivyo top tier, hivyo. Jamani, competition sio chuki, competition sio ugomvi. Competition ni kitu ambacho kinatusukuma tufanye bora na bora na bora na bora kulinganisha na watu wengine wanaofanya kitu bora. Kwa hiyo kukiwa kuna competition, unapata self improvement na industry ambayo ipo kwa ujumla ambayo unafanya kazi inapata improvement. Hizo ni dakika 3 zangu kwa leo, na najua zimeisha, zimepitiliza kwa sababu nimegeuza simu. Nikigeuzaga simu waga naongea mpaka dakika 5, dakika 6. Nilikuwa naiangalia simu naona dakika, nakuwa naona dakika 3 ni nyingi, lakini twashumu dakika 3 zimeisha. I'm out.